Bwana mmoja alikuwa kazini, aliporudi nyumbani alimkuta mkewe amepamba nyumba, ameandaa chakula kizuri. Akashtuka, mbona kuna mabadiliko, nyumba ile imebadilishwa, decoration ya nguvu imefanya. Alipokaa mezani na mkewe kula, akamuuliza, kuna nini mke wangu, neema gani imeingia? Akamwambia, kwani hujui? Sijui. Akamwambia, leo ni birthday yako, umeongeza mwaka katika maisha. Yule bwana alipiga kelele, akalia, akazimia. Mke akashtuka, mimi nampa furaha birthday, huyu alia mpaka azimia. Kabidi sasa kumzoazoa, mshughulikie, afanyeje mpaka alipopata fahamu. Mume wangu, umelizwa na nini? Kwani ninafanya vipi? Akasema, hujafanya kibaya, lakini umenishtua sana. Mimi kujua na miaka leo 35, nafikiria kama kila mwaka lao nimefanya dhambi moja, mfano dhambi 35, niamuliwe kutiwa motoni, nitakaa motoni miaka 30 na kila kama nimefanya dhambi moja nikifanya, nikiambiwa niingie motoni kwa siku moja, siku ya kiyama ni miaka 1000 hapa. Ina maana lao nitaingizwa motoni kwa siku moja, nitakaa motoni miaka 1000. Sijui tumeipata hii sababu yangu? Wanafunzi, tuko pamoja? Yani miaka yetu hii, Allah siku yake moja ni miaka 1000 ya duniani. Ninachotaka kuwaonyesha ni kwamba tusiweze kushawishika na dunia hii. Dunia haina chochote. Wewe ukamwasi Allah na la qadar Allah, taomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, lakini lao utaamuliwa kutiwa motoni siku moja, ina maana utakaa motoni miaka 1000. Nani ataiweza adhabu? Je, dhambi zikiwa ni 10? Je, dhambi zikiwa ni 100? Je, dhambi zikiwa ni 1000? Ni lazima tuwe na tahadhari katika maisha yetu kwa kila kitu ambacho kitamkasirisha Allah tabaraka wa taala.